milele na milele, amina. Asante sana. Father, sitachukua muda mrefu and I will not abuse your kindness and grace. Nimekuja hapa nikiandamana na viongozi wa chama cha Jubilee. Mnajua chama chetu cha Jubilee kinaongozwa na rais wetu mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mimi ni naibu wake. Na naibu mwingine ni Mheshimiwa Kioni ambaye ako hapa. Na viongozi wa Jubilee kutoka ofisi kuu na waomba msimame tafadhali. NEC members and the headquarters wale mmekuja, tafadhali simameni, asante sana. Tuko pia na viongozi wa Jubilee kutoka hapa Kiambu. Mwenyekiti wetu, senator wetu Bwana Mara ndio huyu, Mama Joyce, our women rep candidate Angel Mbuthia ndio huyu na wale wengine. Kwa sababu ya ndugu yangu pia kutoka pande hii mheshimiwa, kwa sababu ya heshima ya kanisa na vile father ametushauri, hatutachukua muda mrefu. Tumekuja hapa kwa sababu ya dada yetu Margaret Njeri. Mimi nimekuja kumjua Margaret Njeri hivi karibuni wakati tumeanza harakati ya kujipanga na mambo hii ya Jubilee. Na tumefanya kazi kwa karibu sana, karibu mwaka mmoja sasa. Na kwa niaba ya viongozi wa Jubilee, tukiongozwa na kiongozi wa chama chetu Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, Margaret kwa ofisi kwa chama tunamuita Njeri wa Kenyatta. Nimeleta rambirambi zetu sisi wote. Tunakuambia pole sana kwa msiba huu, kwa kupoteza mzee wako na mjumba wako na baba wa watoto wako. Na hakika kwa muda mfupi uliopita tuliona vile ugonjwa wa mzee umekuwa mzigo kwako na vile umesumbuka, hata ikawa vigumu kwako wewe kushiriki kwa mambo mingi ya chama. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekupea nguvu, na hata wakati huo, even as late as when we were having a delegate meeting here ya Jubilee katika Kiambu, ulishirikiana na sisi na ukasupport chairman wetu, senator wetu Bwana Mara, na viongozi wengine na Joyce, mkashirikiana kufanya mkutano wetu ukafaulu hapa. Nakushukuru sana. My brothers and sisters, this is a sad occasion, lakini reading the story of this wonderful man who has gone to sleep, you get attracted by the life he led. A very straightforward life. Anaonekana kama mtu alikuwa mwadilifu, very orderly and very organized in his way of life. And Father, thank you for speaking to us about never losing hope and never giving up even when things don't look like they are going right. That one has touched me and touched all of us. And I would even amplify it at the national level. Tukifika mahali tuko sasa, where tuko na shida ya usalama katika nchi yetu. Unaona watu wanapiwa hapa hata kwa kanisa. Wakora wanatembea na polisi kudhulumu watu wetu. Mambo kama haya saa nyingine unaweza kupoteza imani kwa nchi yako na imani kwa maisha. Mimi najiunga na father na viongozi wa kanisa vile mmetushauri, na nawaomba wananchi wenzangu tusipoteze imani kwa nchi yetu. Tuendelee kukaa pamoja, kukaa kwa mapenzi, ili tujue kwamba siku moja itakuja Mungu atatujalia tupate nafasi ya kurekebisha yale maneno tunahitaji kurekebisha katika jamii yetu. Pili na karibu mwisho, ni kuwashukuru nyinyi wa Kristo na kuwashukuru wananchi wa Kiambu kwa mapenzi yenu na ukarimu wenu.
Tumekuwa hapa, tumefanya mipango mbalimbali. Nimeona kwamba ukarimu wenu kila wakati tukikutana na mapenzi yenu vile mnatuelekeza, tujaribu sasa kuona vile tunaweza kuregesha nchi yetu katika barabara ile iliyoachiwa kwetu na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mambo ile ya maendeleo ya linda mama, ya free primary education, free day secondary education, usalama. Babu, mimi nilitumia wakati mwingi sana hapa Kiambu nikiwa waziri wa usalama kuhakikisha kwamba kila mtu anafanya biashara zake na kila mtu anaishi maisha yake. That's the foremost duty of government. Na tunawahakikishia, I will pledge this to you, that majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ndio tu atatuamulisha, ndio atatuelekeza. Tuko kwa kanisa na tunamwamini Mwenyezi Mungu. Hata tukitafuta yale tunatafuta, tunamuomba Mwenyezi Mungu akitujalia tupate baraka, tupate nafasi ya kuendeleza mambo yetu ya maendeleo. Sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi na kuregesha usalama ule uliokuwa mbeleni, ili tuendelee na shughuli zetu za ujenzi wa taifa. Mwisho kabisa, hakuna mtu Kenya hii ambaye anajua barabara ya uongozi wa nchi kuliko nyinyi wananchi wa Kiambu. Najua vile nchi yetu imetembea na historia ya uongozi katika nchi yetu, na mumeona wakati ule tuko na mpango mwema na mpangilio mwema vile nchi yetu imesonga mbele, na mumeona wakati ule tuko na shida kidogo, tumepoteza barabara vile nchi yetu inakuwa. Ninawaomba ndugu zangu na dada, sisi wote ni wamoja. Mungu ametuumba, ile damu iko kwa mwili wako ndio damu iko kwa mwili wangu. Wakati huu ni wakati wa kuzingatia vile tutakavyoweza kupanga nchi yetu vyema, ili tufanyie hawa watoto niliona hapa na wajukuu wa mzee waendelee mbele na wafaulu. Kwa hivyo tushikane mkono, sisi tuko tayari, tunawapenda na tunapenda vile mnatukaribisha hapa Kiambu kila wakati tukiwa pamoja, na tusasidi kuungana na nyinyi. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu tufate nafasi hiyo tuweze kutoa mchango wetu katika uongozi wa nchi. Tunawashukuru, and all of our friends who are here, marafiki wetu wote wale ambao wengine sikuwataja na waona hapa, wamekuja kumwambia dada yetu Margaret pole. Ninawashukuru sababu huo ndio urafiki wa kweli. Sio tu tunaungana tukifanya mambo ya dunia hii huko nje, lakini Njeri, nataka ujue kwamba wewe ni wetu, na you are more than a friend. You are our deep sister. We love you more than words can express, and we will continue to stand with you. As human beings, that is almost all we can do. There is nothing more we can do. Lakini, there is an even stronger job we can do, to pray for you and take you to the Lord in prayer always. Meingia katika ile grupu Biblia inasema iko very dangerous, na ninasemanga hivyo kwa sababu God himself says in Holy Scripture that the widows and the orphans are mine. Ni wake yeye mwenyewe. Wewe ni wa Mungu. Mzee amelala, lakini Mungu yuko, and God will stand in the gap. Na sisi tutakushikilia however we will manage and however we will be able to do, and you will continue to be our friend, and may the Lord comfort you and your children and your grandchildren, strengthen you through this very difficult time, and most importantly, continue to give you the opportunity that you have always had of making our country and our society better. First, I've been very impressed by the choir, even I, and I think you will allow me to contribute 100,000 shillings to the choir. Because they have sung very well, and you know, the Holy Scripture admonishes us that you will not go before the Lord empty-handed. So tumekuja mbele ya Mungu, hata kama tumekuja kuomboleza hapa leo, ndugu zangu na dada, tulikuja mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa leader tazungumza na mimi
na chairman wetu hapa Mara, Senator na Angel Mbuthia, tukuone nyuma ya tent, tuone vile tunaweza kusaidia na kusupport kwa yetu. Ndugu zangu, Father, asante kwa heshima. Mungu na awabariki. Na nasema tena asante sana kwa ukarimu wenu. Mwenyezi Mungu akae na nyinyi wakati wote, and may the Lord keep you and bless you even as you live here and go home. Thank you very much.